Kwanza nitoe shukrani kwa mtendaji wangu wa kata. Kiukweli amekuwa nguzo kubwa sana katika utendaji wetu wa shughuli zetu za serikali, lakini pia wasaidizi wake ngazi ya vijiji na vitongoji, kiukweli wamekuwa wakimsaidia vizuri katika shughuli zake. Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitagusia kwa mfumo wa idara. Nitagusia katika mfumo wa idara ili kurahisisha kazi yangu nifanye uwasilishaji mwepesi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukianza na idara ya elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, idara ya elimu kiukweli kuna fedha imeletwa mwaka jana zaidi ya milioni 88 na laki 6 ambazo zilitumika kwa ajili ya ukarabati wa shule ya msingi Tolu ambayo ilikuwa ni shule chakavu sana. Tunashukuru Mungu pale tumepata madarasa 3 na matundu 6 ya vyoo. Zoezi lile limekamilika na mpaka madawati yameshawekwa. Kuna maelekezo nilitoa wakati ulipokuja kufanya ziara, naamini maelekezo yale yatafanywa kazi ili sasa madarasa yale rasmi yaanze kutumika. Kwa hilo tunashukuru sana. Lakini pamoja na hayo yaliyofanyika, lakini kuna changamoto kadhaa Mheshimiwa Mwenyekiti, ambapo kumekuwa na magome katika shule zetu zote za sekondari, magome ya maabara, na jumla ya maabara zenye magome ya majengo pale ni maabara 6 kwa shule zote za sekondari, kwa maana ya maabara 2 na shule zetu za sekondari kwa kata yetu ya Rombo ziko sekondari 6. Sasa yale yanaleta changamoto kwa sababu tunaandaa wataalamu wa kisayansi lakini hawana zana za kujifunzia ikiwemo maabara. Kwa hiyo tunaomba walau ifanyike utaratibu wa kuweza kumalizia majengo yale ili wanafunzi waweze kupata maabara. Lakini pia kumekuwa na changamoto, kuna walo ambalo halijakamilika katika shule ya sekondari Kogashu. Na walo lile kwa taarifa ni kwamba zilikuwa ni nguvu za wananchi. Tungeomba walau halmashauri nao itupe mkono pale iweze kutusaidia ili walo lile liweze kukamilika na lianze kutumika. Lakini pia kumekuwa na gome la nyumba ya mwalimu ya kulala katika shule ya msingi Tolu, ambapo tungeomba jengo lile nalo liweze kukamilishwa. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia majengo haya yamekaa muda mrefu na ni fedha ambayo ilitumika kujenga majengo haya. Sasa yasipokamilishwa maana yake yanaenda kuharibika tena, tunaingia gharama nyingine mpya. Ni vizuri hata kama inawezekana usifanyike mradi mwingine kwanza mpaka yale majengo yakamilike ili kunusuru hizi fedha za serikali. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na upungufu wa walimu katika shule zote tuseme kwa ujumla. Lakini tatizo kubwa ziko katika shule kadhaa. Ukiangalia shule za msingi, kuna shule ya msingi Kitifu na Roho. Shule hizi zina upungufu mkubwa wa walimu. Na ukiangalia kwa mfano shule ya Roho ina wanafunzi zaidi ya 500, lakini walimu pale wapo 10 tu. Lakini ukiangalia shule ya Kitifu nayo ina wanafunzi zaidi ya 300 na walimu wako 7, na wapo wengine ambao wako kwenye hatua za kustaafu. Wameshawasilisha barua, wanaelekea kustaafu, kwa hiyo pengo linazidi kuongezeka. Lakini pia kuna changamoto iliyozungumzwa hapa ya walimu wa jinsia. Katika baadhi ya shule zetu nao imekuwa changamoto na nitawasilisha kwa maandishi. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, katika idara ya afya, kwanza tuna kituo kimoja tu cha afya cha Masama, lakini kituo kile ni cha muda mrefu. Tunaomba wadau kiweze kufanyia ukarabati ili kiendane na hitajio, kwa sababu kituo kile kinahudumia kata zaidi ya 3 katika maeneo yetu, kata hizi za juu, Masama Kati na Masama Mashariki. Lakini pia katika idara ya maji, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye maji kuna changamoto kote katika swala la maji ya kunyeshelezea au kwa maana ya maji ya kumwagilia pamoja na maji safi na salama. Kuna baadhi ya maeneo tumejaribu kufika, kuweka taratibu, migao inaendelea bila kuathiri wananchi wengine. Ila kuna maeneo mengine tunahitaji ufuatiliaji wa kina, kwa sababu inaonyesha kwamba labda ni miundombinu, kwa sababu kila hatua ambayo tunaichukua maji yamekuwa hayafiki katika maeneo husika. Na eneo kubwa ni eneo la kijiji cha Modio, kitongoji cha Kisangari. Pale kumekuwa na changamoto kubwa sana ya maji. Tungeomba wataalamu kama wanaweza wakafika eneo lile waweze kuangalia changamoto iko wapi. Lakini swala la umeme, Mheshimiwa Mwenyekiti, pia imekuwa changamoto katika kata yangu.
baadhi ya nguzo ziko chini sana na ni hatari kwa wananchi. Kwa hiyo tungeomba wale TANESCO wanapita kweli kule kwa ajili ya kukata matawi ya miti yanayoangukia kwenye nyaya za umeme, lakini hawaangalii zile nyaya ambazo zinaelekea kuanguka. Tungeomba wanapopita wajaribu kuangalia zile nyaya ambazo ziko chini sana na watoto wanaweza wakawa wanachezea nyaya zile na kuleta hatari zaidi. Kwa kusema machache, naomba niwasilishe mwenyekiti kama kuna kuongeza. Asante mheshimiwa.